Cha kwanza ni kipi? Cha pili ni kipi? Cha tatu ni kipi? Cha nne ni kipi? Cha tano ni kipi? Ili liwe kanisa la Mungu aliye hai. Wangapi nataka niwaambie cha kwanza ni? Lakini kwani nikikupa majibu na hicho kitu huna, inasaidia nini? Kuna mwalimu kweli anakujaga darasani, anatoa testi alafu anaanza kutoa majibu. Sasa akija mwalimu mgeni akisimamia mtihani wale watoto watafanyaje? Si watafanya wote mwalimu? Kila mbarikiwe. Mwalimu anatoa testi, anaangalia watoto wake, maendeleo yao ni mazuri ama si? Akiona naye kwamba mahali ndio anamuonyesha kamlango kadogo, hata mimi nilikuwa naonyeshwa kadogo na ndio Mungu sana. Kwa hiyo na mimi sitoi majibu. Amen. Na mimi sitoi nini? Majibu. Na sitoi majibu. Nataka uwe naye mwenyewe. Kwa hiyo brother, wakikushambulia waambie, kwani tunaposoma ujumbe 5 defense identification of the, akomalizia hapa vizuri, kila mmoja barikiwe, the true church our living God. Hebu unaambia wewe una vingapi? Hebu nitajie cha kwanza. Nasikia atasema wale wa maswali wameinuka huko. Wale wa maswali wanaweza kufanya nini? Shetani akupiga ngumi na urudisha nini? Anasema katika ujumbe wa shindano, jiandae kwa shindano kwa sababu utakutana na adui yako na lazima shuti. Na lazima ufanye nini? Shuti. Amina. Paragraph 180. 180. Brother Branham said, what is identification of the church? Utambulisho wa kanisa ni nini? What is she to be? Linapaswa kuwa nini? What was she? Lilikuwa nini? What is it? Hilo ni nini? That carried out group. Kundi lililoitwa litoke. Cha kwanza, kitambulisho cha kwanza ni kundi lililoitwa lifanye nini? Najibu Branham anavijibu. Hicho ndio kitambulisho cha nini? Number 1. Who set it up? Jesus Christ. Ni nani alianzisha? Yesu. Not a bishop or not the Catholic Church. Si askofu, si kanisa Katoliki. Not a Methodist, si Methodist. Not Luther, si Luther. Not Wesley, si Wesley. No sir. Lavo. Who set it up? Jesus Christ. Nani alianzisha? Yesu Kristo. Ni Yesu Kristo alianzisha. So tamko la kwanza tutoke. Yaani cha kwanza ni utoke. Amen. Sasa kwanza nifanye nini? Ukitoka unapata kitambulisho cha kwanza. Okay. What is its message? Repentance. Ujumbe wake ni nini? Toba. Water baptism of the Holy Ghost. Ubatizo wa maji, ubatizo wa Roho Mtakatifu. Divine healing, salvation. Uponyaji wa kiungu, wokovu. Kwa hiyo ukitoka unabatizwa. Kinachopata ubatizo wa roho nini? Baada ya hapo roho nini? Wokovu. Namba 5 inakuja ni Roho Takatifu. Upendo. Nimeeleza sasa. Mimi siko mwenye choyo. Mimi nimenyosha. You get it? Amen. Kwa hiyo ulipotoka una haki ya kudai nimetoka. Nilipata kitambulisho cha kutoka. Je, ulitoka? Kuna watu wanatoka. Hebu niangalie. Mzee usoni. Tuko pamoja babangu. Nakupenda sana mzee wangu. Jamaa barikiwe. Tena nafasi nilitaka uitumie wewe, sitaka nitumie mimi. Sikiliza, mtu aliyetoka, kimwambia mtu toka. Si anaenda. Si anaenda. Lakini leo mtu kimwambia toka, badala ya kwenda nje anaenda. Kwenda nje anageuka hivi. Huyu mtu ametoka? La. Huyu mtu ametoka? La bwana. Kanisa hakuna watu aina hii? Hebu nimuulize, hawana watu aina hii? Wanakumbuka vitunguu saumu. Israeli waliwaambia watoke, wakawa wanakumbuka vitunguu saumu. Tunakula chakula cha mana, chakula hiki dhaifu. Tunakumbuka vile vitu vya kukarangiza. Maana ikaangu. Maana haina kitunguu saumu. Maana haina ainuki eliki skin dalasini. Pilipili manga. Sijui takataka gani. Maana ni ya kiungo, haina harufu Na leo kimpa Mchaga aliyelimika. Hebu Muislamu kimpa chakula ambacho akinuki.
anakuwa hadi. Na leo ujumbe, kwa sababu hauna iliki, hauna mdalasini, hauna theolojia, hauna PhD, hauna MDD. Jina Bwana barikiwe. Roho Mtakatifu amezeki. Roho Mtakatifu afanye nini? Amezeki. Paka apitie madoido. Yesu akasema wengine wanakuja kwa jina la baba yao, majina yao mnawapokea. Lakini mimi nimekuja kwa jina la baba yako, mnifanye nini? Mnipokee. Umeona shida iliyoko? Haya, tunakumbuka vitunguu saumu, tunakumbuka Misri. Dada anakutana na jaribu, ndugu anakutana na jaribu. Hapa kuna watu wanaotaabisha. Hapa kuna watu wanaofanya watu waanguke. Huyu mtu alikuwa kiroho kweli. Ngoja nijibu maswali bwana. Na sasa mchungaji ana haki ya kujibu kila nini? Ngoja nijibu swali. Mtu wa kiroho ni anayeota ndoto? Mtu wa kiroho ni aliye na namna anavyokuhekimisha kimaandiko, kihekima. Mtu wa kiroho ni wa namna gani? Nalingoja navuta usikivu wa kiungu nisikilize kwenye ulimwengu wa roho. Mtu wa kiroho ni wa namna gani? Mtu wa kiroho ni yule anaanguka majaribuni kama aishivyo Bwana. Amen. Anakutana na shida kama aishivyo Bwana. Anakutana na moto kama aishivyo Bwana. Anakutana na hiki kama aishivyo Bwana. Anamwambia Bwana, nikifa ni mali yako, nikiishi ni mali yako. Anaugua, anasema kwa kupigwa kwake Bwana nimepona. Bwana akiona vema kuniponya anipone. Asipoona vema niende nyumbani. Haleluya. Sitakufa. Sitakufa. Niliyopandwa kama sitakufa. Huyu ndiye mtu wa kiroho. Sio mtu mmotaji ndoto. Si mtu mwenye maneno malaini. Na basi watakuja na maneno malaini. Hata watu watasema that man is your spiritual. No brother. Baadaye Mungu anaweza kumfunua alicho. Mungu anaweza kumfunua alicho ili uondoe imani yako mgongoni mwake. Na hicho kitu kimeruhusiwa hapa kanisani. Kuna watu wamepetiwa kaitwa wa kiroho. Mungu amewafunua pa. Amen. Ili kuondoa imani yao mgongoni mwao. Nashuhudia kwa macho yangu mimi. Amen. Sawa jamani? Amen. Jina Bwana barikiwe. Wewe usidanganywe na maneno mala. Yesu mtu wa kiroho. Tu mwenye wa kiroho ni mwenye vitambulisho vitano. Wangapi wameelewa vitambulisho vitano? Amen. How do we become a member of it? Tunakuwaje mshiriki wake? By being brought into it. Kwa kuzaliwa ndani yake. Amen. Jesus said, you must be born again. Lazima uzaliwe mara ya pili, Yesu alisema. Amen. Yaani ni lazima tuzaliwe ndani yake. Na nasema ni tuzaliwe ndani yake. Ni kama mtoto wangu awe ni mtoto wangu kweli. Jina Bwana barikiwe. Ni lazima awe ametoka kwangu mimi. Na mtoto wa Mungu lazima awe, ndio maana tunasoma Adam Abili wa Adam wa Mungu. Kabisa. Amen. Kwa lazima awe ametoka kwa nani? Kwa Mungu kweli. Na atakuwa na tabia ya Mungu. Tabia ipi kama unataka kuelewa kiroho? Atafikiri kama Mungu. Atawaza kama Mungu. Atatenda kama Mungu. Atanena kama Mungu. Jina Bwana libarikiwe. Okay. Can we get to heaven without it? No sir. Tunawezaje tunaweza kuingia mbinguni bila hilo? La Bwana. For this that are dead in Christ will bring with him. Amen. Kwa wale kufa katika Kristo, Mungu ataleta pamoja naye. Kwa hiyo unakufa ukiwa wa Kristo. Unaishi hapa uliyekufa wa Kristo. Na unatembea hapa uliyekufa wa Kristo. Na unaenda kaburini ulio wa Kristo. Na utarudi pamoja na Kristo ukiwa naye. Lazima kwa ulimwengu huo umekufa na ulimwengu huo
umekufa kwa